Hii ndio scenario ya kwanza inaweza kutokea hapa. Scenario ya pili inaweza kutokea hapa. Ni machafuko ya kihistoria hiyo tarehe 29. Mnatuchukulia poa kwa sababu sisi miaka yote ni waoga. Mnatuchukulia poa. Lakini inabidi msome nyakati. Inabidi sijui mnawaza nini, lakini Tanzania haijawahi kuongea lugha moja kwa wingi huu toka iumbwe. Rais hajawahi kukataliwa hivi kwa kiwango hiki. Kwa Magufuli ilikuwa ngumu kwa sababu Magufuli alikuwa na nguvu ya umma. Kina Mange tulijaribu kipindi cha Magufuli, ikawa ngumu, na ukatili wake wote kwa upinzani na kuwa kwake kote demokrasia na kuwa kwake kote demokrasia, Magufuli alikuwa kwenye mioyo ya Watanzania. Kina Mange alikuwa hata ongeni, yule jamaa alikuwa na nguvu ya umma. Kwa hiyo ilikuwa hashikiki, alipendwa na Watanzania, sijui aliwaloga na kitu gani. Sasa wewe una nguvu ya umma, wewe unachukiwa na Watanzania. Jifikirie sasa hivi kupata tu watu kwenye mkutano inabidi utumie mabilioni kuwakusanya maskini wa mwisho, ukawakusanye, uwape chakula, uwape nini. Hiyo inakuonesha nchi ilipo, kwamba mkutano tu uweze kupata mtu mpaka ufanye yote haya. Kwa hiyo inabidi ujue nchi inapoenda ni pabaya. Yani there is no way out. Mimi Mange Kimambi nakuapia kwa Mwenyezi Mungu Samia, labda sijui kwa nini nakwambia, nakuapia scenario ya wewe ufanye uchaguzi huu unaofanya wakituko wa kuchekesha wa Samia anashindana na Samia, anashindana na Samia. Maana unashindana mwenyewe, unashindana mwenyewe. Kweli unadhani utafanya uchaguzi huu wa wewe kushindana mwenyewe, alafu ukaapishwa, alafu ukaitawala nchi ya Tanzania kwa miaka 5, watu milioni 60 wakatulia na kwa nini? Mimi nakuapia haitawezekana wewe Samia kuiongoza nchi miaka 5 ijayo. Haipo. Hiyo scenario haipo. Wanaokudanganya kwa sababu wanakula. Alafu inabidi ufike sehemu wacha kusikiliza mtoto wako. Inabidi uache. Anza kuwa mama sasa hivi. Fikiria what you are doing. Tunaomba utupe wa Tanzania zawadi. Yule mama Tibaijuka alituambia wa Tanzania, katiba mpya nyinyi kuipata kwa amani haiwezekani. Hamwezi kupata kwa amani mpaka machafuko. Tunakuomba wrong yule mama. Mimi watu wananisema sometimes Mange anataka maandamano kwa sababu anataka Mange anataka machafuko. But they are wrong. Sometimes silali usiku nafikiria options zozote zingine za Watanzania kupata katiba mpya, kupata uchaguzi wa haki bila watu kuandamana. I think option nyingine ni ipi iliyobaki ambayo tunaweza tukapata uchaguzi wa haki? Option ambayo itafanya wewe uachie nchi, option ambayo itafanya wewe uachie nchi kwa amani bila machafuko. Mimi najaribu kufikiria kila siku, sijui wengine lakini sasa sioni option nyingine ni kitu gani. Trust me, Samia, hakuna Mtanzania anataka kuleta machafuko kwenye chake. Hakuna Mtanzania anataka kuandamana. Ni wewe unatulazimisha, ni wewe unatuforce. Hatutaki kuandamana, hatutaki kuleta machafuko, lakini tufanyeje? Tukuache wewe na mafisadi wenzio muendelee kuinyonya nchi? Huku wananchi wanapata shida. Huku wananchi wanaishi kimaskini. Hakuna dawa. Pale Ocean Road na kuja kuambiwa mionzi watu wanaenda pale wako na stage 2 cancer. Wanaambiwa mionzi sijui imekufa, sijui nini imekufa. Mtu mpaka cancer inafika stage 4. Alafu unaona watu wako wewe wana mabilioni benki, wana Rolls Royce. Tanzania Rolls Royce
Nyie mnataka kuishi kama mko Hollywood, njoni huko basi Marekani mshindane na kina Beyonce. Anyway, my point is tuachie wote Tanganyika na Zanzibar. Iachie, usiwaachie tu sisi. Wape na watu wako Wazanzibari, wape na wao freedom yao waende zao. Kila nchi zote mbili zianze upya. Wewe utakuwa rais wa kihistoria, tutakukumbuka kwa haya Rolls Royce yenu, lakini mpaka tutakufa tutakumbuka. Katiba hii ililetwa na Samia Suluhu. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Samia ndio aliyetuletea Tanzania mpya. Tupe nafasi ya kukumbuka hivyo. Bye.